Bwana asifiwe sana. Njoo nimetoka mahali kule nikiangalia watu, kuna watu wamepoa. Yaani wanaona kama vile wokovu ni mazoea. Wokovu wako hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu ni vita. Ni mapambano. Haleluya. Ni mang'ang'ano mbele za Mungu aliye hai. Daudi anasema, Mungu usiwe kwangu kama kiziwi, nikafanana na washikashari kataa. Kuna Samueli zinatakiwa ukatae, uasinia nikaenda miaka yote mpaka mwisho na huyu Yehova aliye hai. Haleluya. Mungu atusaidie wapendwa. Usiache kuliangalia neno. Kuna watu wanaliangalia neno kama vile historia. Usisome kitabu cha Biblia kama historia. Bwana Yesu apewe sifa. Soma kwa mzigo. Ndani kuna mzigo. Haiwezekani kuwe hivi, kuwe vile. Hili gari anasema haiwezekani. Biblia inasema ya kwamba usiakanuia atazimia kumtafuta Bwana, na wewe azimia. Nitaisoma Biblia nielewe, lakini ndani yake nikipata kile Mungu alikusudia, nikiona kile alikusudia juu ya maisha yangu Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu asifiwe. Jambo ndani ya Biblia. Soma upate ukweli. Maana asifiwe sana. Unajua kuna watu wakikutana na wale watu upande wa pili wanaanza kuogopa, huwezi kujibu. Soma ili jibu. Ndio anasema mkimjibu kila mtu awaulize kwa habari ya nini? Imani yetu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna slogan Mungu mmoja, Mungu akaniambia, I wish itawezekana. Bwana asifiwe sana. Yaani nikwambia Bwana Yesu asifiwe. Sio ananiambia amen. Nikaandiko kwanza. Haleluya. Na kwa kupigwa kwake tumekuwa na Isaya ngapi? Bwana asifiwe sana. Unatoa na andiko alafu ndio unaitikia amen. Sio amen tu. Kuna Wakristo wa amen wengi hawajui neno. Yaani shetani akiwageuza wamegeuka na kataa katika jina la Yesu. Sio watu wa mahali hapa. Uwe mtu wa neno katika jina la Yesu aliye hai. Biblia inasema kwamba neno la Kristo na likaya kwa wingi, sio kidogo. Usiseme imetosha, bado. Soma Biblia inasema yashuke kama maji. Unapoulizwa vipi hili na ule, unaweza kueleza, kujibu na unaoga katika jina la Yesu aliye hai. Soma upate ukweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna sawa ukikutana na mtu anakuuliza mambo. Yaani anashangaa. Yaani anasema andiko alijui huo nao usa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwaambia wapendwa, tafuteni madaktari mawili. Moja unaandika tunajifunza. La pili unaandika nini? Mistari ulioshika. Bwana asifiwe sana. Angalau kwenye Mwanzo na maandiko matatu. Kutoka na maandiko matatu. Yaani mpaka Biblia inasema angalau, yaani usikose. Sio nielewa pendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema naye wakamshinda, ile Ufunuo 11:12. Nao wakamshinda nini? Shetani. Kwa nini? Kwa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamshinda shetani kwa neno. Tusome Biblia. Amina. Amen. Jambo la 4, utapata uzima wa kiroho. Unaposoma Biblia unapata nini? Yohana 6:63. Yohana 6:63. Karibu msomaji. Nitasoma. Amen. Roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia roho tena ni uzima.
ni roho, tena ni nini? Kwa unaposoma Biblia unapata uzima. Unapata nini? Unapata nini? Uzima. Haleluya. Kama unapoamka asubuhi nataka chai, mchana nataka kula, jioni nataka kula, hali kadhalika na mtu wa rohoni anahitaji neno. Bwana asifiwe sana. Anahitaji nini? Neno. Haleluya. Namba 5. Ikiwa Mungu atusaidie tumalizie hapo. Nahitaji tufanye na maombi. Amina. Namba 5, utapata mwongozo wa maisha. Unaposoma Biblia unapata mwongozo wa maisha. Haleluya. Zaburi ya 119 mstari wa 105. Zaburi 119 mstari wa 105. Karibu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno lako ni nini? Ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu Mungu. Mimi nadhani itaishia hapo kwenye namba 5 ili tuweze kwenda vizuri. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Umeelewa mpendwa? Hakikisha unasoma neno upate nini? Mwongozo wa maisha. Haijalishi unapitia dhoruba gani, lakini unajua neno la Mungu limesemaje. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kimwangalia Ayubu, anapenda pale Ayubu 23. Mstari wa 10, 11 na 12. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu 23 mstari ule wa 10, 11 na wa 12. Lakini yeye ajua njia niendayo. Kisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake. Njia yake nimeishika wala sikukengeuka. Bwana asifiwe sana. Ayubu anasema mstari wa 12, njia yake nimeishika wala sifanye nini? Sikukengeuka. Alikuwa anapita nyakati ngumu. Nyakati ngumu zipo wapendwa. Mtu asikwambie ukishaokoka ni tambarare. Ni kweli tambarare, kwa maana yule adui hatatuwezi, lakini ndani yake kuna kujitoa kwa nguvu, kusimama katika imani. Maana unaweza ukilegeza adui akakusukuma ukaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Bwana anataka kuelewa. Ndio maana nikamwambia ukiwa unajua point yako unataka kuelekea, tukienda na chombo chochote, hata kama tunaenda kwa miguu, kwa sababu unajua point tunaelekea ni mwelekeo huu, una mashaka kufika. Lakini kama ujui point mimi tukiwa tunaenda point kinyume na kule unakotakiwa kwenda, hata kama tuna gari au chombo chochote cha kutufikisha haraka, utasema huku siko. Kwa sababu nini? Unajua unakotakiwa kwenda. Bwana asifiwe. Sasa wapendwa, unatakiwa usome neno ambalo ndio mwongozo wa maisha, ili ujue unakotakiwa uelekee na uwe. Mwingine ametuonea mara kadha wa kadha katika mambo kadha wa kadha, kwa sababu hatujui neno. Na ndicho kilichopelekea nasema Hawa akala tunda, kwa sababu sauti alisikia Adamu aliambiwa ya kwamba msile matunda mti wa katikati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawa inawezekana aliambiwa na Adamu, Mungu alisema hivi. Bwana asifiwe sana. Kwa yeye hakuwa na uhakika ipasavyo, na sauti inawezekana alisikia ya Mungu kupitia mumewe. Bwana asifiwe sana. Lakini aliweza kurubuniwa. Bwana asifiwe sana. Sasa kule
waliokubali kununguliwa hakuwa na uhakika. Ndio anasema wanaosoma neno uwe na uhakika ya imeandikwa 1, 2, 3. Bwana asifiwe sana. Ayubu anasema ninajua ya kuwa nini tetezi wangu yu hai, hata pasipo mwili huu nitafanya nini? Bwana sasa, bali kuna watu wanapopitia zama kidogo wanaacha wokovu wakidhani kwamba unajua nitafukuzwa kazi itakuwaje, nikifukuzwa nikiacho itakuwaje. Umjui Mungu aliye naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishajua Mungu aliye naye, Biblia anafanya njia hata pasipo na njia. Ndio unatakiwa ukishaelewa, simama hapo, ng'ang'ana hapo. Kama ninafukuzwa kwa ajili ya Bwana, jina la Bwana libarikiwe. Yeye ananiwasia mawazo yaliyo mema. Ninafukuzwa kazi kwa ajili ya jina la Bwana, jina la Bwana lihimidiwe. Huyu Mungu aliye hai, aliyeruhusu leo niko gerezani, ninajua majira yangu yatafika, nitatoka katika jina la Yesu aliye hai. Biblia inasema alimwahidi Yusufu kuna wakati ambapo ndugu zake watamsujudia. Haleluya, haleluya. Hakuogopa mpendwa kufukuzwa katika nyumba ya Potifa wala kuingia gerezani. Hakuwa mtenda maovu, akawa mwaminifu katika mambo yote ya gerezani. Saa ya Bwana ilipofika ayulata. Haleluya. Saa ya Bwana ilipofika, Mungu akaleta mambo katika nyumba ya mfalme. Akasema jamani, ndoto sielewe. Ikapeleka Yusufu akatolewa gerezani, alete suluhisho la hiyo ndoto kwa jina la Yesu aliyejielewa nafasi yako na Mungu tuliye naye. Wewe si mtu leo kuogopa changamoto, ni wako zikabili kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Nasema hawa wanataja nini? Lakini mimi talitaja jina lake, jina la Bwana. Haleluya, haleluya. Unanena hapo, unalielewa neno. Biblia inasema alipoambiwa Ayubu na mkewe mkufuru, anasema ninamjua Mungu aliye hai, hatuwezi kumkufuru, hatuwezi kunena mabaya kwa huyo Mungu, hatuwezi kunena yasiyofaa na Mungu. Tutamshukuru kwa kila jambo, lakini kuna wakati ambapo nitatoka niwe kama Rahabu katika jina la Yesu aliye hai. Unanielewa? Asubuhi ya leo Bwana ametupa neema, uko mahali hapa unafuatilia mahubiri haya katika jina la Yesu aliyesoma neno uelewa kweli, ukuweke huru katika jina la Yesu aliye hai. Mbona tunashinda leo watu ndani na naambia siku moja kwamba tuna Biblia kwenye simu ninayo. Umefungua mara ngapi katika wiki? Naambia kwamba unaweza kukuta kuna saa Biblia mimi nimefunga simu na kuuliza kuna tupunguze application 1, 2, 3 ambazo usifungui mara kwa mara. Na Biblia nayo hiyo. Unasema umeokoka. Kwa baba na mashaka. Bwana asiwe sana. Amina. Waulize watu wa mpira. Asubuhi mtu anaamka kwenye TV, kwenye radio, kwenye magazeti. Yaani anafuatilia. Bwana asiwe sana. Anaongea, ndio maana wanaambia ongea yao kama yeye ndio kocha. Yaani kama yeye ndio msajili husika. Kristo anasema, kanisa la mchungaji fulani. Kanisa la mchungaji fulani, wewe sio wa hapa. Bwana asifiwe sana. Wewe ni wa hapa. Ongea kama ndiye mwenye. Unajua msemaji wa kanisa, hujapewa usemaji ule maalum, lakini usemaji upo. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku nikamwambia mtu mmoja, yaani yule jamaa anatunyima tu, asema huyo haiko hivyo. Kwa nini alitoka kwa msemaji wake? Anampenda. Haleluya. Kuna nani anamuelewa? Si unaelewa mpendwa? Na wewe kuna nani unamuelewa Mungu?
umesoma imeandikwa hivi, sitakufa. Zaburi ya 119 sita nini? Nitaishi niasimulie matendo makuu ya nani? Ya Bwana. Sasa mbona ndio wao shangaa changamoto inatokea. Pedro anasema anakimbia kusema kwa jina la Yesu umeshachelewa. Bwana asifiwe sana. Yaani ukianza kusema kwa jina la Yesu na yeye umeshachelewa. Bwana asifiwe sana. Jamani, unaposikia ngurumo ya radi, maana hiyo radi ndio inapiga au ishapiga. Bwana asifiwe sana. Yaani mimi mwingine yaani utakapofika mahali, yaani hata hujasema wewe huko ndani, yaani huko ndani umeshajiweka kikamili, si babaishi na ngurumo ya nje. Mimi wale ambao si mpaka nikemee ndani yao ile mamlaka, yaani natembea ni mamlaka iliyokamilika. Haleluya. Unajiamini, unajielewa. Si swali ndio tishio. Ninapopita kama siyasema jina la Yesu, ndani yangu yuko Yesu aliye hai. Yeye aliachana leo na milele. Kuna kitakacho kuzuru. Amen. Bwana asifiwe sana. Unaelewa? Isa amesema kila silaha itakapofanyika nini? Sana. Kila silaha itakapofanyika haitafanikiwa. Sio mpaka niseme bwana ninaye Yesu ndani yangu Bwana. Haleluya. Haleluya. Kama niliwaambia katika ulimwengu lazima upige mahali unajulikana katika ulimwengu wa roho na kwamba wewe unambeba Yesu mahali popote katika jina la Yesu. Hauna woga, hauna mashaka. Unasikia sana. Kuna wapendwa wengi. Ule mganga ni tishio. Yesu nani tunashinda na zaidi ya kushinda. Anasema kama Yeshua hakuna atakayeweza kwa nini? Simama mbele yako. Unasikia sana? Hakuna. Sasa wanasema yule mganga maana yake unampa wewe nafasi. Unasikia sana? Mungu ameshasema hakuna. Afu anasema unajua wewe unarudi unamtumia sana. Unafikiri ukimya uponi, ukiona unapona usio ule original, unamwambia hakuna cha original wala cha fake. Kwa kupigwa kwake sisi tunaye. Umepona. Amina. Bwana asifiwe sana. Lazima uwe na ufahamu huo. Paulo anasema nilipokuwa mtoto nilisema kama nini? Mtoto. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa nimeshakuwa mtu mzima. Nimeyabatilisha mambo ya nini? Tukue kwenye wokovu. Haleluya. Kuwa kwenye wokovu. Haleluya. Unanielewa mpendwa? Kuwa kwenye wokovu. Biblia inasema katika Efeso 1:18 macho. Yaani macho yametakiri pate kujua tumaini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Angalia andiko mara moja hapo. Tuende kwenye kuhitimisha. Efeso 1:18 anasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi nini? Bwana sasa soma uelewe. Bwana asifiwe. Uyaelewe haya. Tumejifunza mambo matano, zingatia hayo. Mungu atusaidie wiki ijayo. Tuendelee sehemu ya pili. Naomba usimame. Wewe ni Alfa